Najua juzi amemomoa shrine ya Wakikuyu pahali watu ya Maumau walizikwa, ameleta matinga wametoa mifupa ya Maumau. Anataka historia ya Wakikuyu isaulike. Ati anataka kujenga manyumba hapo. Nyumba Jomo Kenyatta alikaa hapo, Bio Koinange alikaa hapo. Anataka kufuta historia ya Wakikuyu kwa sababu anawachukia. Wazee wameenda pale kupeleka maombi, kulilia Mwenyezi Mungu akuwe na huruma na jamii. Wazee ya miaka 90-95 ametuma polisi wamewapiga. Jamii imeleta shida. Sasa jana usiku ameita Wakorino, kujeni tuombe pamoja, nionekane niko pamoja na Wakikuyu kwa sababu mmekuja kunitembelea. Pale kwa gate kila mtu anapewa 3,000 akiingia. Unajua pale Kikuyuni hakuna kitu naweza fanya na Ruto sasa bila biashara. Hata maombi lazima alipe. Sababu watu walimalizana na sasa hapo hapo na Wakorino wanawadanganya. Ateo yiri kijia anasema nyinyi wasaliti, si ndio? Hao watu wachache ni wasaliti. Wakorino hapana iko kwa hiyo maneno. Hiyo ni watu wanatafutia tumbo zao. Sijui nyinyi mtaniunga mkono, mko na 1.2 million votes. Wewe William Ruto hujaelewa hii watu ya mlima. Na mimi nilikuwa nafikiria uliwaelewa Olokalau. Naona hujaelewa hii watu. Pale Olokalau alitoa 15 million isafirisha watu wakuja wampigie makofi. Wakikuyu wanachukua pesa na anigia kwa basi. Wanakaa tu. Wanasema tunasikia Ruto ametumana basi na pesa ya lunch. Tunamshukuru, ambiwa asante kwa sababu ametupatia transport na lunch, tuende tukaone mtoto wetu Rigiji na kumshangilia. Sasa alipofika pale hema imejaa watu 10,000, anafikiria ni watu yake. Ameleta minister anaitwa Kabogo, ingine anaitwa Rebecca Meano, ingine anaitwa Liki Nyanjui, na akina Ichongo watu wakuja wanisomee. Ati hiyo watu wapige makofi. Anafikiria ni watu yake. Unajua hajui watu. Hii watu wamechukua pesa wamenyamaza. Sasa alikuwa amesema ati mimi siwezi ongea, ati sina kazi yoyote Kenya. Akaambiwa na watu ya intelligence, hii watu yote iko hapa ni watu ya Rigiji. Asipoongea hata utaongea hapa. Kwa hivyo kama unataka amani apatiwa aongee. Nikakuja nikaambiwa, nikasema okay. Nikauliza kijana yangu naitwa Meto ataongea. Nikaambiwa bana huyu ataharibu. Sasa nikasema okay, huyu kama haongei mimi nikiitwa kuongea nitaita yeye.